ndio wanafanyaga hii biashara. Na ikakuwa story mingi, ikakuwa sasa ni story ya Mount Kenya ndio inafanyaga hii biashara. I want to provide some contrary information concerning the same. When something happens, wacha tusikue watu wa kukimbia kwa haraka kuprofile other people. You know, uchumi iko mbaya kwa kila mtu. And everyone is trying to make a lot of money so that the problems that are affecting Kenyans does not affect them. So, na hii ni kitu kila mtu anafanya. In 2017, kuna mtu alikuwa amepita nomination ya ODM Kajulu Ward. Wakati ya kura ilifika, akaenda missing. Anaitwa Cliff Mwalo. Wakati walifanya uchunguzi, kumbe yeye yako China. Amefungwa maisha China, alipatikana na 4.8 kgs of cocaine. Kajulu Ward iko wapi? Iko Kisumu. In 2019, msichana anaitwa Mary Achieng akapatia msichana mwingine 2.8 kgs of hii chemical inaitwa sijui metafine. Akapatikana Kuala Lumpur. Akafungwa maisha, alikuwa amefungwa kifo lakini ikakuwa commuted to life. The same year, msichana mwingine kutoka Kitale. Watu wa hiyo area walikuwa wanamuita na Mulunda. Akapatikana China pia, akiwa na 2.5 kgs of heroin. Akafungwa pia yeye maisha. Msichana anaitwa Mary Mudhoni, akapatikana Dubai. Akafungwa kinyongo, akaapil, akawekwa ndani maisha. Hii shida iko kila mahali. Meanza Kitale, kaenda Kajulu Kisumu, ikaenda Murang'a. Na mimi ninataka niwaombe wa Kenya, heri hata uuze madawa Afghanistan, uuze Iraq, uende Syria, wachana na Vietnam. The only person aliwahi enda Vietnam na akatoka na hostage ni John Rambo. Nyinyi wengine wacha. The only country America tried to fight ika-fail ni Vietnam. The only country that has executed American soldiers ni Vietnam. Do you know how much it takes to execute an American soldier? It takes a lot. Uchumi imefinya kila mtu, mpaka watu wanaenda kuuza dawa Vietnam. Sasa mambo imekuwa mingi. Hii maneno ya kuweka ukabila, ati hii watu ya Mlima ndio wanauza, kwani Mulunda anatoka Mlima? Cliff Nyamwala anatoka Mlima. Mary Achieng anatoka Mlima. Sijasema kwamba Mlima hawako, kwa sababu wa Kenya kisema wanashukuru rais, uchumi imekuwa mzuri. Mimi nataka niwaulize, saa hii kampuni ya Mercedes ikitangaza leo jioni kwamba Mercedes S-Class Presidential Class imerudishwa bei kutoka 41 million up to 5 million. Utasema uchumi ya gari imeshuka? Hiyo 5 million kama wewe huwezi ipata, bado Mercedes itakuwa expensive to you. Sasa ukiuliza tu mambo ya economy, unga imeshuka. Ukiuliza mambo ya ajira, housing, mjengo. Yaani wewe mwenye umesoma political science, utaenda kwa mjengo kufanya kazi gani? Mimi ningependa serikali badala ya kungangana kufanya Wakenya ati wanatusaidia, waweke environment yenye Mkenya mwenyewe anaweza jisaidia. Self reliance.
Na juzi iko mtu hapa alikuja akasema watu wale wako kwa opposition hawawezi nona kama mimi. Ati hii mwili ni ya mtu wa opposition kweli? Kwani sasa mimi nilikuwa nikonde tutoshane ndo nikuwa opposition? When we come here and we are in opposition, it's not because we are suffering. Some of us at a personal level, we are not suffering. Lakini we empathize with so many Kenyans that are suffering. Sasa hii maneno imekuwa mingi. Mr. Speaker, I want to finish with a very powerful statement. I want people to pay attention. Just to say, kwa sababu kila mtu anasupport serikali anasema uchumi ilianza kuanguka wakati ya Uhuru. Ni ukweli. But I am convinced to say that everywhere Uhuru failed was because of William Ruto. Hapo nyuma alikuwa anasema unajua hawa wangwana walileta mambo ya handshake. Sasa mambo ikakwama, BBI ikakuja, ile agenda 4 tulikuwa nayo ikazama. Saa hii yeye ndiye ako rais, ameleta ile BBI kubwa inaitwa broad based. Sasa agenda yote alikuwa anasema wamama watoke hapa chini, wakuja hapa juu. Huyu mama mboga huyu, hata huyu beba, huyu mtu ya maziwa, hata huyu makanga. Sasa hiyo yote imezama. Ndio mno bandu basi.